alkhilala kullaha. Muislamu anaweza kuwa na tabia zingine mbaya illa alkadhib, isipokuwa urongo haukubaliki, lakini hapa naruhusiwa mtu na mkewe. Alafu sehemu ya pili, alkadhibu fil harb, katika vita aruhusiwa mtu kuzungumza urongo, kumdanganya yule adui aingie kwenye nyavu, kuwadanganya yule adui ili mpate ushindi katika vile vita. Sehemu ya tatu, alkadhib liyusliha baina an-nas, mtu anaruhusiwa azungumze urongo ajili awapatanishe watu ambao hawana maelewano. Waruhusiwa uzungumze urongo unaoutaka wewe, ubuni hata maneno yako, uzungumze maneno hayajazungumzwa na mtu mwenyewe, hayasema uyaseme wewe, ili ulete uhusiano baina yao, mapenzi yao yarudi sawa, uhusiano wao kurudi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa aslihu baina akhawaykum, wapatanisheni kati yao. Kwa hivyo waislamu wasipolifanya hilo wanabeba dhambi, wanachangia hizi dhambi. Ni amri, fa aslihu, sio maoni, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu Mwenyezi Mungu anasema wattaqullaha la'allakum turhamun, wattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu mpate rahma ya Mwenyezi Mungu. Swali, mbona Mwenyezi Mungu ameleta amri ya taqwa, wattaqullah? Ulama wanasema taakidan, isharatan ila ma yub'iduhum 'an at-tashabuh, ila ma yasuruhum 'an at-tashabuh. Mwenyezi Mungu hapa ametaja wattaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, yani anawaelekeza waja wake jambo ambalo litawakinga na ugomvi kila mara, kukosana, kugombana. Dawa kubwa ni taqwa, lianna man ittaqa Allah shaghalahu al-ishtighal bi taqwahu bighayri, kwa sababu mcha Mungu litakalomshughulisha sana ni nafsi yake, ibada zake. Mtu akiwa na imani na taqwa na Allah, mawazo yake na fikra zake zote juu ya nafsi yake, juu ya akhira yake, hisabu yake itakuwaje, ibada zake anazozifanya Mwenyezi Mungu azikubali ama nini, ana wasiwasi na nafsi yake. Wattaqiyu yushghiluhu aibuhu an uyubi an-nas, na mcha Mungu siku zote ushughulika na aibu yake kuliko aibu za watu. Shughulika na mambo ya watu, shughulika na aibu zake, hana haja na nini na aibu za watu. Kwa hivyo siku zote huwa yeye anashughulika na nafsi yake, kuzungumza yale yake, shughulika na mambo ya watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Anayemwamini Mwenyezi Mungu kweli, mtu ambaye ana dini kweli sawa sawa, mazungumzo yake yanachuja, ima atazungumza neno zuri au ananyamaza, akijua hili si zuri azungumze. Na shari zote na balaa zote, atamatul kubra ni kuzungumza maneno mengi, ndio yanaleta balaa. Watu kuzungumza, na mtu kuzungumza kila analosikia alipeleke kwa huyo, alipeleke khalas, umma au jamii haitakuwa salama. Mtume anasema kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bikulli ma sami, inatosha mtu kubeba dhambi kuzungumza kila analosikia. Muislamu afanye, kuna maneno mengine usiyabebe wewe, acha hapo. Allah subhanahu wa ta'ala ilipotokea hadithul ifki anasema laula sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Mwenyezi Mungu anasema wale waliobeba maneno ya ifki kusingiziwa Aisha amezini, asema balaa yote imekuja kwa nini? Nyinyi mlipokuwa mnasikia mnachukua na nyinyi mkizungumza. Ingelikuwa dawa, wewe uliposikia umenyamaza hapo, ukasema hapana, maneno Uislamu hawezi zungumza hili, limeishia kwako, utakuwa limebaki na watu wangapi? Yule aliyekwambia na wewe, sio wewe. Umemwambia mtu wa tatu, ameenda nyumbani akamwambia mkewe, wangapi? Mke anamwambia jirani yake,
alipomtembelea mamake akaenda kumwambia mama naye rafiki yake naye ana jirani yake, basi natembea sasa. Nani ameeleza hii sunna? Wewe. Watakana sio kila unalosikia wewe, sikia mengi kuliko kuzungumza mengi. Sikiza mengi yanayozungumzwa, lakini usizungumze mengi, zungumza machache wewe. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kwa hivyo kila unalosikia usikubali, ima iwe ni jambo zuri lizungumze, sababu la thawabu na ajira. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, baada ya kusema wapatanisheni ndugu zenu wasiokuwa na mahusiano mema, akasema wattaqullah, na muogope Mwenyezi Mungu. Kukosekana ucha Mungu ndio huleta maafa, kuharibu mapenzi baina yenu na jamii kuvurugika. Allah subhanahu wa ta'ala hapa amezungumza neno kubwa sana, wattaqullaha la'allakum turhamun. Yani maana yake hii kauli ibara, law tasawwarna khusumatan baina akhawayn, lau kweli tutatafiti, tuchunguze, tutafute ugomvi ulioko baina ya ndugu wawili, au ugomvi baina ulioko kati ya watu fulani na watu fulani, au kati ya dola na dola nyingine, nchi na nchi nyingine, au mtaa na mtaa mwingine, mfano lau utatafiti utaona المتسبب من الخصومة ذنب اقترفه أحدهما. Ukweli itakuwa sababu kubwa ni dhambi alilofanya mmoja wao. La taqa'u khusumatun baina mu'minayn illa bidhanbin taqa'u bainahuma. Ulama wanasema hakutokei utesi, ugomvi baina ya ndugu wawili waislamu ila sababu kuna dhambi imefanyika, kuna mmoja kati yao dhambi amefanya, na likishafanyika dhambi maafa yake huvuruga wale watu. Ta'atullahi tajma'u wal ma'siyatu tufarriq. Taa ya Mwenyezi Mungu, ucha Mungu, tajma'u, huwaleta watu pamoja. Wewe unapofanya mema, yale mema unayofanya yanamvutia kila mmoja awe rafiki yako, anakupenda kila mtu, unapendeza kwa kila mwanadamu. Unapofanya mabaya, yale mabaya na maasi unayofanya yanasababisha chuki kwa mwingine, yanaondoa mapenzi. Ushahidi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ya Mwenyezi Mungu Allah anasema nini katika surati Maryam, innal ladhina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hakika wale walioamini na wakadumu katika matendo mema, ucha Mungu, Mwenyezi Mungu anakuwa na mapenzi na wao. Sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Mtu mwema, mcha Mungu anayefanya mema, matendo mema, Mwenyezi Mungu humpenda, na ukishapendwa na Mwenyezi Mungu utapendwa na kila kitu, hata si mwanadamu. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba wakapanda juu ya jabal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Hili jabal Uhud ni jabali linatupenda na sisi tunalipenda. Jabali ni jiwe, Mtume atasemaje jiwe linawapenda wao? Imekuwaje jiwe na mwanadamu kuwa na mahusiano ya kupendana? Amal salih na iman, ule ucha Mungu na matendo mema yametambaa mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka kwa jabali. Na sio jabali peke yake, hata mbingu na ardhi zinakupenda. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza kugharikishwa kwa Farao na watu wake, anasema fama bakat alayhim as-samaa'u wal ard wama kanu mundharin. Mbingu hazikulia juu yao wala hakuna aliyejali walipogharikishwa. Kwa maana hiyo ni kwamba Imam Ali anasema idha mata al-mu'minu baka alayhi mawdhi'an. Mu'min akifa huliliwa na sehemu mbili, mawdhi'un fi as-samaa wa mawdhi'un fi al-ard. Sehemu katika mbingu inalia kwa msiba, anayekulilia ni mtu anakupenda, sio? Mu'min
mawdhi'a, akasema mawdhi'u mas'adu amali, sehemu katika mbingu inalia ni ile sehemu mlango ulikuwa wazi, inapanda faili yake amali zake na inateremka riziki yake. Akifa yule mu'min, mbingu zinalia, rekodi yake haiende tena, na ikena ile rekodi yake kuna nuru na rahma. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa'u. Mahali katika ardhi ulia mawdhi'u sujudihi, pale mahali anaposujudu, kila sehemu anasali anasujudu. Kwa hivyo kama ni nyumbani kwake huwa anasali ile sehemu inalia, kama ni msikitini ile sehemu inalia, ofisini kwake kuna sehemu mwenyewe usali inalia, kila sehemu inalia kumkosa yule kiume, kwa sababu mpenda. Mapenzi yamejengeka kwa sababu ya nini? Kwa amali, kwa sababu ya uchamungu wake. Na hadithi ya Mtume inasema inna Allaha idha ahabba 'abdan nada Jibril, Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake huita Jibril, akamwambia ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Jibril, mimi nampenda fulani na wewe mpende. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril anampenda. Jibril akishaamrishwa yeye kumpenda, anajua hili ni jambo la lazima kwa viumbe vyote. Nada fi samaa, Jibril pale pale anatoa tangazo katika mbingu zote, anasema ayatuha almalaika inna Allaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Habari iliyoko hivi sasa, Mwenyezi Mungu anampenda mja wake fulani, anataja na jina lake, na nyinyi mpendeni. Lazima, mapenzi ya lazima. Hawezi mpenda Mwenyezi Mungu usimpende mja wake. Baada ya tangazo hilo, Jibril atosheki, anakuja katika samaa ya dunia, uwingu wa dunia, anatoa tangazo duniani kote, inna Allaha ahabba fulanan fa ahibbuhu. Mjue Mwenyezi Mungu amempenda mja wake fulani na nyinyi mpende. Fayuhibbuhu ahlul ardh, watu wa ardhi wanampenda. Wayuj'alu lahu alqabul fil ardh, na mapenzi hayo mwisho wake huwekewa kabul, analotaka litakuwa, atakalosema litachukuliwa kwa mikono miwili. Mahali atakapokwenda anapokelewa kabul, kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kunapotokea tashajur au tanazur baina al-akhawayn, ugomvi, chuki, kugombana baina ya watu wawili waislamu, ndugu wawili waislamu, tatizo na sababu, kuna mmoja ana khalal, kuna mmoja hayuko sawa kwa Mwenyezi Mungu, kuna makosa anayoendelea nayo, yale madhambi yanasababisha nuksi kama hizi. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wattaqullah, rahma Mwenyezi Mungu huondoka baina yao, wattaqullaha la'allakum turhamun. Sasa dhambi قد يكون هذا الذنب أن الأخ أخذ ما ليس له. Dhambi lenyewe yawezekana kwamba mmoja katika hawa ndugu wawili amechukua ambacho si chake, yawezekana amechukua haki ambayo si yake, amechukua haki ya mwingine. Hili ni dhambi, hii ni dhambi kubwa sana. Man iqtata'a haqqa mri'in muslim, yoyote atakayechukua haki ya ndugu yake Muislamu, Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atamfufua kile alichokichukua na kibeba mgongoni mwake. Na kama umemdhulumu shibri ya ardhi yake, shubiri moja, siku ya Kiyama utabebeshwa ardhi 7. Wewe una kiu na ardhi, si ndio? Una haja na ardhi pana zaidi, utazibeba ardhi 7, tuwiqahu min 7 aradhin. Sasa ima dhambi lenyewe ni mtu amechukua ambacho si chake, amechukua cha mwingine, haki ya mwingine, amemdhulumu ndugu yake, yule akaona vibaya. Kwa nini afanye hivi? Ima kwa kuwa yeye ni mkubwa, ana nguvu, ima kwa kuwa yeye ana uwezo, pengine ana mali, ana utajiri, ana cheo, kwa hivyo anatumia zile nguvu kumnyang'anya haki yake, ili itasababisha matatizo. Au an yastatila alayhi bilisanihi, ama kama si hilo, dhambi aliyolifanya amemtamkia mwenzake mabaya, anamzungumza mwenzake vibaya, hili litasababisha maafa. Na Allah subhanahu wa ta'ala mbele atazungumza kuhusu shida hii, wala talmizu anfusakum
wala tanabazu bil alqab. Ima atakuwa ametokwa na neno lisilo zuri kwa ndugu yake, amemtaja mwenzake kwa ubaya, amembandika jambo hana, anamsifu, anamtaja yule mwenzake na mabaya ambayo si ya kweli, na hakuna anayeona raha wewe mwambie jina lake, hakuna atakayefurahi umtaje na sifa mbaya. Na kama ni kweli unajua ana kasoro, Uislamu haukwambii umzungumze wewe, mwite, umpe nasaha, sio umzungumze. Ukimwona mwenzako amekwenda njia sio umzungumze kwa mtu, ni wewe mwite. Adinu nasiha, ni wewe ukae naye chini mwambie bana, mimi naona hapo unafanya sivyo, makosa, Mwenyezi Mungu anasema kadha. Sasa unapokuwa wewe humkabili, unakwenda kuwaita watatu wanne, unawaambia yule bana si mtu mzuri bana, yule bana hivi, zile habari ikifikia hamtasalimiana wewe. Kwa nini usimwambie? Na unapomkabili mtu kumpa nasaha, umejenga imani na mahusiano mema wewe na yeye. Anakupenda kweli kweli, kwamba huyu mtu ananipenda kwa sababu umemuonyesha kasoro alionayo. Mtu ana tonga matondo, ukamwambia bana kidogo kifute hapo, anafurahi, anasikia baya, anasikia vizuri. Amevaa nguo, kumbe ile nguo imetoboka, bana vua hii nguo bana, angalia hapa imefumuka hapa, sema shukrani, anafurahi, anarudi anabadilisha nguo nyingine. Wewe umemwacha, hukumwambia, na anajua mimi nilipotoka pale fulani alikuwa yuko, anakuelewa vipi? Kwa hiyo wewe watakikana kustiri aibu yake. Ulipokosea, badala ya kustiri ile aibu ukaizungumza kwa mwingine, umetangaza vita na moyo wake anatoa kwako. Wewe kama kweli ni mtu wake, ni damu yake, kwa nini ile aibu yake usimwambie? Kwa nini usistiri ile aibu yake? Unapoizungumza kando, ni maana wewe humpendi, ni maana wewe huna haja naye, na yeye atachukua maamuzi gani? Khalas, potelea mbali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema wattaqullah, muogopeni Mwenyezi Mungu, fuateni maagizo ya dini. Anasema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema idha aradta an tadhkura uyuba ghayrik fadhkur uyuba nafsik. Wewe unapotaka kutaja aibu nyingine, taja aibu yako kwanza. Tumalize darasa yetu na aya ya pili. Sasa ndio tulisema tuanze na ya kwanza, ndio itatuleta vizuri kwa ya pili. Mwenyezi Mungu anasema wa in ta'ifatani. Leo Jumapili nafikiri tunaendelea. Kwanza ndani Jumapili yangu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Mwenyezi Mungu anasema ikitokea sasa, anasema innamal mu'minuna ikhwa, sisi sote ni ndugu, ni familia moja sote. Kila mmoja ahisi kwamba wewe ni ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu. Na ndugu wanashauriana mema, wanatangamana vizuri, wanashirikiana, si ndio? Allah anasema kwa kuwa tabia za watu hazilingani, lazima mwingine ana tabia tofauti. Imetokea mmoja ameteleza, mmoja amekuja na tabia sio ya kuudhi mwingine, anasababisha yani watu waanze kumkasirikia, wamtenge. Sasa imetokea hilo, na nyinyi mnaona na mmejua hawa ndugu wawili wana mvutano, si ndivyo? Imefika mahali hawazungumzi, na nyinyi mnaona. Kwa hivyo tarafani, hawa watu wawili wako kwenye ugomvi, iqtatala. Hunaka tarfan thalithan laysa fi alqital. Sasa kuna kundi lingine la tatu hawako kwenye ugomvi, hawa wawili ndio wana ugomvi, sisi wengine tuko kando, hatusiki kwenye ugomvi. Madha yanbaghi an naf'al, sisi jukumu letu tunatakana tufanye nini? Hawa wawili wana ugomvi, ni ndugu zetu wawili, wanagombana, tena ugomvi umekuwa mbaya kwa kweli. Sisi ambao hatumu tunataka tuchukue msimamo gani, tufanye nini? Allah anasema fa aslihu bainahum, jukumu lenu nini? Wapatanisheni wale, warudisheni kwenye uhusiano wao. Sasa kuwapatanisha ni vipi? Tuwaite wote wawili ila kitabillah wa ila hukmillah wa ila hukmi rasulillah, tuwaeleze bana
wewe hukumu ya Mwenyezi Mungu inasema kadha, mtume anasema kadha, tumwambie yule aliyekosea kwamba mtume alikataza wewe kufanya kadha kadha, hivi ulifanya makosa katika dini, haikubaliki katika kufanya hivi. Na yule mwingine aambiwe kwamba na wewe ndugu yako anakukosea, ulikuwa utakana umuelekeze na pia umchukulie na umsamehe, usijenge chuki ndefu na yeye, kuwapa zile nasaha mola kumwelekezo wa dini. Fa aslihu bainahum. Ndugu zangu Waislamu, maradhi yaliyoko katika umma, katika jamii, katika familia zetu ni kwamba imekosekana dini katika majumba yetu. idha lam yuqim al-ab dinan fi baytihi wa fi 'amalihi wa fi usratihi, ikiwa baba hatasimamisha dini katika nyumba yake, hata ishi na dini kazini kwake, hata kuwa na dini katika familia yake, asitarajie mazuri, asitarajie mafanikio katika familia, kwa sababu baba asiposimama na dini. Kusimama na dini ni kwamba awe mwadilifu, awe mkweli. Fa aslihu bainahum, yule aliyekosa amwambie kwamba wewe umekosa. Uislamu haukuruhusu kufanya hivi, hata akiwa yeye ni mkubwa, hata kama yeye ndiye anayebeba nyumba nzima, hata kama ndiye nguzo ya nyumba. Bila kusema ukweli, huyu baba siku moja ile nyumba itaporomoka, kwa sababu atatumia cheo chake, ukubwa wake na ujauri alionao kuwanyanyasa hawa, maadamu hakuna mwenye kumwambia. Ataanza na mmoja, atakwenda kwa mwingine, kila atakayemsaidia huyu, atakayesema ukweli anamweka kwenye mfumo wa uadui. Sasa baba atakana asimame na haki, awafanyie uadilifu wa watoto wake. Anayekosa asimame na yule aliyekosa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, ikiwa hawa ndugu wawili au kundi moja halitaki kurudi kukubali haki, ameambiwa ukweli, hataki kubali haki, hataki kurudi kwa msamaha kwa mwenzake kwamba yeye amekosa. Allah anasema nini? Anasema msimwache na wala msimkubali katika mazingira hayo. Faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, nyinyi nyote simameni upande mmoja. Qifu ila janibil madhlum, nyote mnasimama na yule aliyedhulumiwa, nyote abaki peke yake. Qifu ila janibil madhlum faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, pambaneni, mpigeni vita huyu anayemdhulumu mwenzake na hataki kukubali haki na uadilifu mpaka atakapokubali arudi katika hukumu ya Allah. Sasa hapa hii ndio sindano ya chanjo na solution. Ikiwa baba hutaki kumwambia ukweli, utakosa maslahi kwake, basi خلاص, hii nyumba itawaka moto utawaka upande huu, utashika chumba kingine, utashika chumba kingine, na utatembea mpaka kwa wajukuu, kizazi cha 7. Sababu wananukia katika matatizo hayo, wanaelezwa kwamba baba yao alidhulumiwa na lazima kuwe na kisasi ila qiyam saa. Inakuwa hivyo, na wanaweza kuishi hawa na dunia yao, wanaishi dunia yao nyingine. Anayezaliwa kule hajulikani, anayezaliwa huku hajulikani, na ni damu moja, kwa sababu haikufuatwa amri ya Mwenyezi Mungu. Yule anayedhulumu akikuta watu wote wanampiga vita, dunia mzima haina raha na yeye, hawashirikiani na yeye, yakifu yufakiru 1000 marra qabla an yakhduma ala dhulmi akhihi, atasimama afikirie mara 10 aendelee au arudi nyuma. Sababu akienda mbele anamalizika yeye, yuko peke yake. Hakuna mwanadamu huishi peke yake dunia hii, lazima uwe na ndugu yako kushika mkono, lazima atasimama ageuke nyuma arudi kwa wenzake. Fa in faat, siku akikubali amerudi akaona makosa yake, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, basi muwapatanishe waliokosana, muwafanyie usawa. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya
haki na uadilifu. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi lao aya hizi ingekuwa watu wanazifahamu, wanaishi na maagizo ya Allah, wanakwenda na taratibu hizi, tungeishi na raha kabisa. Dunia yetu ingekuwa janna, usingekuwa na ugomvi. Hata mtu na rafiki yake hawakosani. Watu wanajua nyinyi marafiki, wameona mmepishana bila salamu, tunawafuata, mbona nyinyi msalimiana? Msiwape muda mrefu shetani aanze kujenga biridi yake, yule anavuka kwa kule. Mmeona siku moja mkanyamaza, kutafanyika kubwa zaidi ambalo hamtaweza kusuluhisha. Pale bana vitu mpishana na Mungu, kumpa salamu na ndugu yako, huyu rafiki yako atasema shida yake, na akizungumza ile shida mweke chini, mwapatanishe. Hawa mmeona hawana matatizo, mwasuluhishe. Family hii kuna shida, mwasuluhisha. Jirani pale watu wanakwenda na Qur'an na maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingekuwa raha na kila mmoja angekuwa anaishi na mapenzi na ndugu yake. Jambo kubwa muhimu sana hapa, Mwenyezi Mungu alihusia wattaqullah, mtu awe mcha Mungu, amuogope Mwenyezi Mungu. Nguvu zako ulizonazo umshindi Mwenyezi Mungu nguvu zake. Nguvu ulizonazo wewe huwezi mshinda Mwenyezi Mungu. Na ikiwa wewe wajua kukasirika, umshindi Mwenyezi Mungu hasira zake akikasirika. Basi rudi chini, na kama umekosewa kubali kushuka ile haki yako, utapata ujira mkubwa kwa Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atauliza, siku ya hisabu, ni nani ambaye ana deni kwangu? Nani ananidai? Nani ananidai? Watasimama watu waseme, ya Rabb, sisi tukudai. Allah atauliza, mnadai nini? Wanamwambia, wewe ulisema ndani ya Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yule atakayesamehe na akapatana na ndugu yake aliyemkosea, basi ujira wake aje adai kwa Mwenyezi Mungu malipo yake. Nimemwekea malipo makubwa kwangu, aje adai kwangu.